Hello. We want to take this opportunity once again to welcome you to Bahati TV, and this is Manukato Show. And today we are humbled to have two servants of God whom will introduce themselves, and we'll get to hear more about them as we proceed. So karibu sana, na ukiwa hapo hakikisha kwamba umeshare hii video na umecomment, na pia ukitaka kusupport tumekukaribisha sana. Namba itakuwa inakimbia hapo chini. Ukaribishwe sana. Ensure that you also subscribe to Bahati TV channel. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Ningependa kwanza muweze kujitambulisha. Tuambie nyinyi ni nani, mnatoka wapi, kisha tuendelee. Tuanze na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu ni Paul Upendo. Ninaishi Bondo na nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Mboni Cynthia. Ni mkazi wa Bondo, mshirika wa JCC. Nimeokoka. Yesu ni Bwana na nashukuru Mungu. Asanteni sana Pendo na Cynthia. Pendo ni rafiki yangu, tumewasiliana mara nyingi. Ni mara yangu ya kwanza kukutana na Cynthia, lakini tunashukuru Mungu. So I would love to ask your journey of salvation, when you began walking with Christ, and how has it been since then until now. Tuanze na wewe. Oh, ladies first. Sawa. Praise God. Amen. First of all, my journey of salvation, I was born in 2011, December 11th. That is when I was in class 8. Nashukuru Mungu kwa maana amenitembeza katika huo muda. Katika huo muda nimekuwa katika chuo kikuu nikawa msimamizi wa Christian Union. I was a child lady as a Christian Union leader, and to be a child lady, it's not easy. You have to serve God with all spirit, in truth and in spirit, because everyone is longing and is forwarding all eyes to you, because when you mess up, they see like the whole church has fallen apart. But when you stand with the whole church. I thank God because God has sustained me. Through that, I've been a cheerleader again in college from 2019, and I thank God in that journey. Imekuwa na mapito, milima na mabonde, lakini nashukuru Mungu manake amenipitisha hadi imefika wakati wa sasa, manake niligundua naweza imba nikiwa chuo kikuu. Hiyo ni kidato cha 3, nikagundua ya kwamba niko na sauti ya uimbaji, na hapo ndipo nilianza kuimba, watu wakisema ya kwamba Cynthia, kumbe unaweza imba. Hapo ndipo nilisimama nikasema ya kwamba sitamwacha huyu Yesu. Hakika Mungu amekuwa mwema tangu huo muda. Imefanya kupitia huyo muda Mungu amenitendea wema. Kupitia huduma nimepata kazi, kupitia huduma neema imenibeba, imeniongeza, na bado nina hudumu katika ndani yake. Amina. Amen. Ushuhuda mkubwa huo. Karibu sana ndugu. Asante sana. Nachukua fursa hii kushukuru tena. Niliokoka nikiwa darasa la 7 nikidhani, japokuwa nimekuwa mzaliwa wa familia ambayo inamjua Mungu. Mamangu alikuwa mshirika wa Friends Church Quakers, na baba yangu wa kambo alikuwa anashiriki kanisa la Kingdom Hall of Jehovah's Witness. Na safari yangu ya wokovu ilianza wakati ambapo Mungu mwenyewe alikuwa anaanza kunena pamoja nami kupitia nyimbo. Wakati mwingine nilikuwa nikilala naota kwamba naimba, naota kwamba nahudumu katika huduma ya muziki, na ikazidi kuwa hivyo. Lakini nilipofika darasa la 8 nilipeana maisha yangu kwa Yesu. Nilipoingia katika shule ya upili nikatumika kama mwimbaji na pia kama kijana ambaye alikuwa anatumika kwa hizo guiding and counseling.
na hizo zote, na hivyo ndio imekuwa safari yangu ya wokovu mpaka kwa sasa. Amen. And in your journeys of salvation, have you ever gone through situations where you almost gave up on Christ, almost gave up on salvation? Umepitia vitu ambavyo ukiangalia unaweza ulijiuliza, Mungu uko wapi? Mbona nayapitia haya? Yes, tuanze na wewe Pendo. Asante sana mara tena. Katika safari yangu ya wokovu, wakati nilikuwa nimeanza kumjua Mungu, nilipitia changamoto nyingi sana. Na kuna changamoto moja ambayo ilinitikisa sana, ilinifanya nitoke nyumbani na nikaanza kutafuta maisha na kujua tu maisha. Na hivyo kujua maisha ndo nilikutana na Mungu, nikaanza kuzungumza na Mungu, kumuomba Mungu kila mara, na Mungu alikuwa ananisaidia. Vile vile katika hiyo safari ya wokovu, kuna wakati nilifika nikakuwa na marafiki ambao wakuwa wanamcha Mungu. Na wakati nilipokuwa nikikua, tukaanza kuwa nao. Maandiko inasema kwamba ukitembea na waovu utakuwa muovu. Nikaanza kujiunga na hizo vikundi vibaya, vikundi vya kuvuta bangi, vikundi za kufanya mambo ambayo si mazuri kwa maadili. Na nika backslide kidogo, lakini mwito wa Bwana ulikuwa bado unaniita hadi kuna unywaji pombe, vitu kama hivyo. Nikarudi kwa dunia kidogo, lakini nikarudi tu kwa Mungu, kwa sababu sikupata raha katika maisha ya nje jinsi nilivyopata raha katika maisha ya Kristo. Amen. Amina. Asante kwa ajili ya nafasi hii mara tena. Kwa muda mimi nasema changamoto haikunipiga mwanzo, manake nilikuwa na mazoea ya kwamba nimezaliwa ndani ya kanisa, nimelelewa kikanisa. Lakini ilikuja ikanipiga, mapigo yalikuja tu punde tu nilivyomaliza chuo kikuu. Nikahitimu, nikaamua ya kwamba mimi ndio huyo, ninafanya volunteering. Huo muda nikaona wazazi wamenitenga, nikahisi ya kwamba sasa niko duniani, nimeachwa duniani peke yangu. Ilifika muda ambapo kuwa mimi kama msichana nilianza kujiuliza ya kwamba nini sina ambacho inafanya hata wanaume pekee hawanioni. Manake unapoona ya kwamba umekuwa chini, hauonekani, unaanza kujiuliza maswali. Nikaona ya kwamba Mungu ameniacha, hadi nikaanza kusomea Mungu. Nikasema kwamba kama unaona ya kwamba wakati wa sasa huwezi nitumikia, huwezi nipa kazi, huwezi nifungulia mbingu, basi niachilie niweze kuenda kwa ajili ya usherati. Mungu naye alisikia ombi, akasema ya kwamba hanipi usherati, ananipa kazi. Na ndiposa niliona mkono wake na nikaona ya kwamba hakika alitenda. Lakini kwa mapigo yote, hata kanisani nimepigwa. Unaambiwa ya kwamba uko kanisani unaimba, lakini we kama mwimbaji unachukua mchungaji. Wewe kama mwimbaji manake hauna mchumba, unachukua mara washirika wa kanisa, mara wale wanaohudumu wakubwa wa kanisa. Lakini Mungu ni mwaminifu, manake kila mara ninapopitia hayo ananipitisha, ananivusha, lakini huwa inanivunja moyo. Baadaye nakumbuka ya kwamba Mungu yupo. Asante. Amen. Na Cynthia, nilisikia ulisema hapo mwanzo ya kwamba huduma, kupitia huduma ulipata kazi. Labda kwa wale ambao wanatutazama, maybe unaweza waelezea wajue ya kwamba jinsi gani huduma ilikupea kazi. Ndio yule mtu ambaye anataka ku give up anajiuliza, sasa hii huduma itanisaidia na nini? Anaweza pia kujua ya kwamba kumbe kama unamtumikia Mungu kuna faida. Amina. Nashukuru. Ndugu yangu ama dada yangu ambaye ananitazama wakati wa sasa, ninahimizo kwako ya kwamba hakika Mungu anatenda, na anatenda kwa wakati wake unapomwaminia. Mimi nilivyokuwa nimemaliza chuo kikuu, nimemaliza chuo kikuu mwaka wa 2023. Nilivyomaliza nikahitimu, nikapewa stakabadhi, nikaenda katika mji wa Kisumu kwa ajili ya makao yangu. Nikafanya volunteering for 2 years. Nilianza kwanza volunteering before hata nipewe stakabadhi.
Kwa huo muda niliona ya changamoto, lakini nilisimama katika neno, nilisimama kwa uimbaji, nilimtumikia Mungu. Hakika mimi kama mtumishi wa Mungu nimefanya hawking ya mayai. Nimetembeza mayai Kisumu, wamenijua kama hoka. Kwa leo ninajulikana kama nesi, lakini wakati ule nilijulikana kama muuzaji mayai. Nimefanya kuuza mayai kwa muda wa miezi 6. Nilivyokuwa nimeanza kuuza mayai, niposa nikaanza kulilia Mungu, nikaanza kuongelesha. Mara nyingine unapofanya hiyo kazi ambayo si yako, ongelesha hiyo kazi, uiambie kwamba hii si yangu, ni yangu inakuja na ninaipea muda. Mwenyewe utamkie neno ukiambia kwamba ninakupa muda. Mimi niliipa kazi yangu mwaka uliopita peke yake, nikaiambia kwamba sivuki mwaka nikiuza mayai, navuka mwaka nikifanya kazi ambayo nilisomea. Na nashukuru Mungu, manake kupitia hiyo matamshi nilikuwa natamka, Mungu alisikia na akapitia mtu. Manake Biblia inasema ya kwamba nitasimamisha mtu ambaye atakaye kusimamisha na kukufanya usimame na ukeze usitingishwe na lolote. Hakika Mungu alisimamisha mtu ambaye alinishika mkono na nikasimama, ambaye alinionyesha njia, akasema ya kwamba sikujua kwamba nitakuja Bondo. Akili yangu ilikuwa Kisumu. Nisikujua kwamba nitakuja katika mji wa Siaya, kaunti ya Siaya, lakini nilijua kwamba nitakaa kaunti ya Kisumu. Lakini Mungu ni nani? Akaona ya kwamba ni hakika lazima huyu mtumishi wangu niweze kumuonyesha kwamba hapa ndio pako. Na pengine mara nyingine lazima uambie Mungu ya kwamba hii si mshahara yangu. Manake watu walikuwa wananiambia kwamba kazi ambayo umesomea ni duni. Nami nawaambia kwamba kazi yangu si duni. Hakika Mungu ametenda, ameniinua, amenibariki kikazi, amenipa mshahara, amenipa mshahara ambao nilikuwa natamka, na amenipa zaidi. Sasa ukiaminia huyo Mungu, unaposimama kwa ukweli na kwa uaminifu, hakika anatenda. Na ninajua kwamba kuna yule ambaye anatamania ya kwamba ampe kazi, kuna yule ambaye anatamania ya kwamba ampe mume, kuna yule ambaye anatamania lolote la kumpa hata mtoto. Wewe kila siku kwa ukitamka, shika hata kama ni tumbo lako, shika hata kama ni nini, ambia Mungu ya kwamba sitoki hapa bila wewe kunibariki. Asante. Amen, amen. Dada, sijui kama unajua we ni mhubiri. Kama ujue ya kwamba we ni mhubiri. Mungu amekupea hiyo neema ya kuhubiri. Amen. Na Amen. Kama hujaanza hiyo safari, unafaa uanze hiyo safari. Amen. Asante sana. Ndugu yangu, ulisikia swali niliuliza, labda wewe pia utatuelezea kidogo. Lakini nimepata kwa dadangu ya kwamba ukimwomba Mungu, Mungu sana sana anataka uombe kutoka kwa moyo. Unaweza sema maneno mingi, lakini kama yatoki kwa moyo yanaenda bure. Unaweza sema machache, lakini kama yanatoka kwa moyo, Mungu anajibu. Amen. Karibu sana Pendo. Unaweza tuambia faida ambayo umepata kwenye huduma. Karibu. Asante sana mara tena. Kuna faida nyingi katika kumtumikia Mungu, zingine huenda sitataja. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ya kwamba ni Mungu ambaye atatubariki. Atatupatia tamanio ya moyo wetu. Wajua, ukimtumainia Mungu kuna kuanga na ile tamanio ya moyo wako. Na hiyo tamanio ya moyo wako ndio Mungu ataanza kukupatia. Ndio tumeanza tu kumtumikia Mungu na tunajua kwamba Mungu atazidi kufungua njia na milango kila mara. Amen. Amen. Na sasa swali la mwisho, kisha tutaweza tu kumwabudu Mungu. Mnajua YouTube siku hizi vitu zimeenda online, digital, social media. Sijui kama mko na YouTube channel, na labda utuelezee unatumia jina gani na ni content gani iko hapo tayari. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alikuwa amenipatia wito wa kufungua na kutumia hizo mitandao zangu za kijamii katika kuhubiri injili ya Mungu. Kwa sasa YouTube yangu iko dormant, lakini natarajia Mungu kwamba hii mwaka tutakuwa na kitu. Kwa sasa kwa wingi wanatumia TikTok na Facebook kwa kupeperusha injili za Mungu. Pale Facebook ni Paul Upendo na pale TikTok ni Paul Pendo.
hivyo tu. Na YouTube? YouTube ni Paul Upendo. Paul Upendo. Amen. Asante sana. Na wewe Cynthia? Amina. Kwangu niseme ya kwamba si kwa mtu wa social media. Pengine ninapoingizwa wakati wa sasa, manake nilionelea kwamba ni heri nifanye huduma one on one, face to face, niongeleshe watu. Manake ninatamanio la kuongelesha vijana, niwaambia kwamba muda si wako na muda si wa dunia, bali muda ni wa Mungu. Haleluya. Amen, amen. Basi wasikilizaji, mmesikia kutoka kwa watumishi wa Mungu, na kabla tuabudu Mungu, mimi nitarudia yale ambayo nilisema hapo awali, ya kwamba yale ambayo unapitia saizi, you might be going through a lot, and maybe you are done with school, it has taken many years, hujapata kazi. Nataka kukwambia ya kwamba kuna vitu zingine Mungu anafanyanga ndio baadaye aweze sifa zote zimrudie. He will do all these things so that tomorrow or later he will be glorified in all these things you are going through. Because maybe kama ungemaliza shule na upate kazi hivi haraka, labda ungejua ni Mungu amekusaidia. Na watu pia wangesema huyu ako na bahati tu, alimaliza shule akapata tu kazi. Na kama umepitia, imechukua muda upate kazi, kisha umekuwa ukiomba Mungu, alafu after maybe 3 to 4 years ama hata 5 years unapata kazi, hapo enyewe utasema this is God. This is God. And hata watu watasema kwa ukweli ni Mungu, kwa sababu we have seen him going through all these things without job, lakini hakuacha Mungu na Mungu akambariki. Kwa sasa hivi tungependa kumwabudu Mungu. We want to worship God, and worship is prayer, and we just want to tell God how we really adore him. And I believe that in our worship he will come down and visit us and touch us. Sasa na